Clouds TV, empowering lives. There are types of people in your life that if you don't disconnect yourself from them, they might finish you. They are not bad people, but they are not wired towards your destiny. Any person that is not wired towards your destiny is not a bad person, but is not worthy walking with you. Are you getting me? He is not a bad person that you should reject them, you should run away from them, but they are not worthy being in your life. Because if you walk with them in your life, they will drain you, they will destroy you, they will bring you down, they will bring you down. They will destroy your agenda, your destiny. The plan of God in you will be destroyed. And this is the type of people I want us to discuss today. 4 or 5 if time allows, or 6 of them, until you are able kujua ya kwamba wale watu muko na wao, are they part of the system? Ukiangalia nyumba hii tuko na kitu inaitwa gypsum imewekwa pale, na iko na mataa, na iko na wiring. When we were doing the gypsum, kuna watu wa kwanza walikuja wakujenga, kuna mabati iko ndani uko imeshikanisha, hiyo mabati imeshikanisha all around, ndio gypsum inafugiliwa. Kisha before kufugilia gypsum tulikuwa tunaita mtu wa wiring kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. We used to call mabati ya kifuga, wiring yanakuja ndio atembeze waya huko ndani. Akitembeza waya sasa gypsum anakuja anaweka. Akishaweka akimaliza tunakuja sasa watu wa kupaint, wana paint, wanaweka filler, wanaweka kila kitu, wana paint. Then mtu wa waya tena anarudi kuja kuweka mataa. Atakuja kata mashimo vizuri, aweke mataa. Alafu sasa mtu wa rangi akuja akiwa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. So the whole thing is a combination. Ni combination ya vitu kama 6. Ni mafundi, tulifanya na kazi mafundi 6 differently with the, katika occupation yao completely different. Huyu ni wa wiring, huyu ni wa gypsum, huyu ni wa kushikanisha mabati, huyu ni wa rangi, huyu ni wa kupima the dimensions zote zingie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. But they all coordinated together because they were wired together. That this person needs this person and this person needs this person. That hawezi kukamilisha kazi hii yote tumefanya hapa bila about 5 people differently trained, but they are one, well coordinated. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tuliangalia mambo ya plumber, mambo ya piping, kila kitu, it was well coordinated. Therefore, when in life for you have a destiny, it is very important for you to understand that if you don't get connected to the right people of your life, you will not go anywhere. They will be good. Is your brother, is your sister, is your cousin, is your pastor, is your bishop, is your mentor somewhere. But this person is not wired, is not part of your system. He is good. Ni mtu ambaye ni generous. Ni mtu ambaye anaongeanga vizuri. Ni mtu ambaye anakusaidiaka kusimama. But he is not part of your destiny. Mukitembea na huyo mtu, si ati atakufanya mabaya, lakini atakuwa akifanya mambo ambayo inakuzuia kuenda mahali unaenda. Because yeye hafai kuwa na Mary, anafaa kuwa na Jane. Bwana Yesu asifiwe sana. So atakuwa akikupatia mambo ya Jane badala ya wewe Mary, because ako wired kwa Mary. Ako wired and trained for Mary. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa anakuta amejoin kutembea na nani? Na Jerry. Na Jerry wiring yako ile uko nayo sio ya Jerry, ni wiring ya Mary. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo utakuta kuna short wire, kuna vitu ambavyo havitafanyika, kuna vitu havitaendelea, kuna vitu havitafanyika katika maisha yako, and you find so many difficult decisions will be happening into your life. Sasa leo ndio nimekuja nikufundishe tu, nikuonyeshe si ati utamchukia, lakini drop that person. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ati ni chuki, anafanyanga kazi mzuri, anafukuaga ni mzuri, kwa kuongea ni mzuri, mtu mnyenyekevu, ni mtu mzuri, lakini drop that person for the sake of your destiny. Maana a destiny is more important than the person you are walking around with. This person you are walking around with anaweza kusababisha ukwame. There are people that will enter in your life na unakwama, badala ya kuendelea unakwama. And there are people who enter in your life, hakuna kitu kikubwa na kusaidia naye, lakini mnaendelea.
Kuna kimutu unakutaka kikase ni vile vikase ni vinakujaga nyumbani. Unakutaka kazi yake ni kukula na remote control. Kukula remote control. Kukula remote control. Hiyo kimutu kinashidaka tu hapo kwa kiti mpaka kiti imebodeka. Ukiangalia hiyo kiti hii anakaliaga hapo yote imejichora kimutu venye anakujaga analala baada ya kukula. Na hata ukiangalia pale mguu yake inaedaga pale uende unuke hivi utasikia inanuka uchafu wa socks. Maana hata haogagi akipada huko. Huyo mtu anaweza kuja siku moja ukasirike na yeye umfukuse. Ukimfukuza nayo biashara yako yote inaanguka. Kumbe huyo mtu ndiye alikuwa connection ya maisha yako. Na kuna mtu pia anaweza kuja kwa nyumba yako hata ndoa yako ivujike, biashara yako ivujike, maisha yako yote ivujike. Kuna mtu anaweza kuentertain tu ni kasi ni umemwambia kuja unikalishiage kasi. Hiyo kazi yaanguke. Kuna mtu anaweza kuita ni pastor tu ni mtu ameokoka na neno. Akizungumza mambo ya neno punch. Unasikia mpaka pastor wenu ni kama hajaokoka vizuri, lakini akiingia kanisa yote inaporomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna watu ambao si wa laini yako. Siongelelei watu wabaya, naongelelea watu ambao si wa laini yako. Na wakikuwa watu si wa laini yako, they have characteristics that they develop in them. Inakuaga against you. The characteristics zinajidevelop penyewe. Na zikijidevelop zenyewe unajikuta sasa what you are doing or what is happening around you is completely opposite of what God wanted to. Now when you get into a complete opposite situation of what God wanted you to be, what happens to you? Negativity starts happening into your life. Vitu vyote vyako vinafanyika, they become negative. Biashara yako inakuwa negative, huduma yako inakuwa negative, marriage yako inakuwa negative because you are with a person who does not add value in your life. Because when you have the right person, they add value. When you are with the wrong people, they remove value from you because they don't know what you are doing. They can't understand who you are. They can't understand the ministry they are in. They can't understand the business. They can't understand the marriage. They can't understand everything. They are person, you see, unakuta mzee amekuoa lakini until utoke kwa hiyo marriage ndio atakuja kujua kweli I had a wife. I had somebody who alisimama na mimi. Yani anakuja kujua biashara yake yote na maisha yake yote ilikuwa imeshikiliwa na mke wake. Na hii atakuja kujua baadaye. Na kuna mtu anakuaga na bwana, ajua value ya hiyo bwana until this man gets out of the life. That is the time they unakuta change na develop kuona kwamba I wish I can go back to this man. Bwana Yesu asifiwe sana. And because of that negativity attitude, because of that ground, imekuwa diluted because of no value is added. There are 4 things or 5 things that comes out of it. Na huyo mtu nakuta amedevelop hizo vitu, hakukuaga hivyo, lakini kwa sababu ni idler in the situation ambayo muko, hizo vitu zinachipuka ndani yake, zinajijega because they want to build a foundation of destruction around that person. People can come to this church, people can come into a business, people can come to and do many things, but they did not come because of adding value. Walikuja purposely kukuagusha. Bwana Yesu asifiwe sana. And the others who come purposely, sio takukuagusha, kumislead you, akuondoe kwenye laini yako akupeleka kwenye laini nyingine. Ndio by the time you realize umepotea, utakuja umeenda kilomita 20 bali na kazi yako. By the time you come back you find everything has gone down. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is resulted by idling. The people that are in you who are not wired towards you, they become idlers. Or they become monitoring spirits, or they become vampires, or they become something else that will be so dangerous in your life. Utakuta sasa ndio watu wale mnakaa na wao, mnafanya kazi na wao, but they know who is supposed to. At the same time ndio utakuta sasa, unakuta person A na person B. For example, we have these cases in many churches when there are women who doesn't give birth by nature, yani walizaliwa hivyo, and they are struggling to find. Sasa you find somebody using that against you. Ati ukiguza kitu ya kanisa hata kitakuwa nini? Kitakuwa barren. Ukikuta baka leadership ya kanisa, unakuta sasa nasema fulani asiguse, asipatiwe responsibility, fulani asipatiwe responsibility because kwa nini? Hanama, yani ako barren. Kwa hivyo akipatiwa kazi, afanye hiyo kazi, kanisa itakuwa barren. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is now you come to discover the person you gave permission
to assist the job of God was not a genuine person, was a snake. Was a wrong person for the ministry. Na si mbaya, ni mzuri, lakini she is not supposed. Lakini utakuta atangangana, ati ukimwambia sasa kwa mfano tunapika chai hapa, unakuta pika chai, aone mtu amekuja na mtu huyu anajuaga na kuaga na condition fulani, utakuta wanaanza kurudi nyuma, anasema huyu akiuza hii chai, hiyo ni uko data. Tondu niki tondu hayagwa mwana no ndaramenya atiriri kuheo kwa mwana ari ni umuthi. Bwana Yesu sana. It is today. Tomorrow Sarah is coming. Hata Sarah aliambiwa atakuwa atapata mtoto. Siriona aliambiwa akafanya aje? Akacheka. Kushindwa, how now? At my age, how now? Can this happen? It will happen. It is, wewe ndio umebarikiwa leo. Na ni kwa sababu register ya haijaitishwa, the file yake haijaitishwa. Ako namba 79, wewe uko namba 1. Wewe ngojea. Ataendesha gari mpya. Wogi yako ikikuwa msee. Ama unaonaje hapo? Bwana Yesu, sasa umepatiwa gari. Wewe umepatiwa gari na Mungu, umepatiwa kila kitu na Mungu. Na mimi yangu itakuja namba 2700 hapo hivyo. So by the time God satisfied everybody, amekuja akipaga watu. By the time nifikiwe gari yako itakuwa mpya. Itakuwa ukiendesha mkebe, nikiendesha mpya. Bwana Yesu sana. So everybody has a destiny. But the wrong thing that we do, these people that has destinies, they are people who come into their life, who kills their destiny. And this is what I want us to look at today. And let us get number 1 of that type of a person who is not worthy being in your life. Wanaitangwa energy vampires. Sema energy vampire. They are energy vampire. They've come to suck your energy. They have come, they want to walk with you because of what they are getting. They will be with the synagogue because they are getting a salary. They will be watching with the apostle because kuna kakitu anapataka kutoka kwa apostle. Ama kuna ajenda fulani amekuja. Ama yeye ni mchawi alitumwa specifically akuje hapa. I make sure the ministry does not grow. Those are the energy suckers. And they can come in the form of a man. Akue boyfriend yako, akue girlfriend yako, akue bibi yako, akue mume wako, but there is an energy vampire. Ile kazi amekuja ni kukudrain, na ata kudrain, akudrain. By the time you realize yourself, uhiana kamute, baka kutembea umejeji kujia, kutembea unatembea ni kama karoboti fulani, maana umenyonywa. Anakuja hana ubaya, na watu si wabaya, mimi semi ni wabaya, they are so good, but they are wrong in your ministry. They are wrong in your family. They are wrong in your business. They are wrong in your environment. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujai kwa estate moja unakuta estate mzima mlikuwa mnakaa mzuri sana. Hiyo plot yote mlikuwa mna mzuri. Until one man comes to that plot. Na anakuja ndiye atakuja mpaka atengeneze WhatsApp group, kila kitu ataliorganize, kila kitu akuta hamuna welfare, hakuna nini. Aigie tu sasa aza kuwapaga. Ndio hakuna mtu, hiyo plot within 1 year utakuta hakuna mtu ambaye mlikutaga huko, wote wamehama because of that one person. Because the energy vampires, they drain your joy with endless dramas. They are always with a lot of dramas. They are always working against you. They are always jumping against you. Kila siku kuna kadrama. Unakuja wanatokaga hapa wanaenda kukaa kwa choo kudiscuss mtu. Na unakuta mtu amekaa masaa mangapi mpaka hamusikiagi pupu ikinuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Because these are a vampire. You know, ameona fulani kwa sababu fulani ajajaliwa kuwa na kitu fulani. Sasa hiyo ni reason ya kumzuia asiingie mahali huko. Kwa sababu umelijisikia ka territory, unaonaga hiyo territory ni kama yako. Kumbe you are a vampire. Ulikuja kukamata hiyo territory, ndio nyonyage watu, ndio nyonye apostle, ndio nyonye huyo mwanaume, ndio nyonye huyo mwanamke, ndio nyonye hiyo biashara uyaguse. You did not come to this position because it is meant for you. But you are a vampire. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu muangalie mwenzako huyu yako karibu na wewe, angalia kama ni vampire. Muangalie tu kwa macho. Vampire. Aba muangalie mtu, ukiona mtu hapa amewahi kuinukia mtu, amewahi kusema mtu jambo fulani, amewahi kusema huyu mtu hafai, you are a vampire. Kama umewahi kusema atemodo dake hutia hatodo ne data, eo ne vampire. You are a vampire. They don't go see good things. They are here to suck. They are here to make sure the altar does not grow. They are here to make sure the church does not grow. They in your business to make sure the business will not grow. They will be in your marriage to make sure that you will never have that destiny. Because in us we have destinies. Kuna mipango mizuri Mungu ametupangia.
Kuna vitu vizuri Mungu ametupandia, lakini kuna kamutu kamoja tu katakuja kwenye maisha yako. Ako kamoja tu katakuja kakiwa ka house girl. Ka house girl. Kamutu hakana nyama, kamutu hakajielewi, lakini katahakikia ndoa yako imeanguka. Hako ndio katakuwa hatari. Kuna jamaa mwingine alikuwa ananiambia wakati bibi yake alienda maternity, ka house girl kalikuja kaambia, "Mbamba Njoi, usisikie ukiwa lonely nikiwa." Wana Yesu sana. Dekaredi kamekuoga kanavugia ile matiti. Unaona ile tu matiti unavugaga kanafulia hapa. Kanachomoka hapa. Na kanafaaga wakati mzee amekuja jioni, kanakuja na kaguo kingine kamefika hapa. Na ndio kakuwa kwanza kusavu mzee, because he is there not because of working. Ako huko kumhakikisha the marriage has gone down. Because in that marriage, there is a destiny. In that marriage, there is a prophetic word over them. In that marriage, there is something they have been called to do in this world. In that marriage, kuna power fulani ya Mungu iliwekwa. Because couples will be brought together because of a purpose of God. Couples will be brought together. People will be brought together in a business or in a community like this one because of the purposes of God. And they make sure they send their own to come and make sure nothing is moving on. Bwana asifiwe sana. Those are vampires are dangerous. Let us look at the book of Judges chapter number 16 verse 16. These people, they drain you financially. They drain your brain. They drain your life. They drain everything. They are the Delilahs of the world. They will come and drain you. Do you know Samson never realized he has amepatia na siri zake? Because alipata kamama manipulative, kalimudrain, kalimunyonya, baka wakati alirelease information yote, already ulikuwa umedrainiwa. The purpose and the reason for the drainers of your life, it is to make sure you are confused. When you are releasing the information they want, you are already confused. They have taken you. They take your brain. They take everything away from you. They move away. They have already removed you completely. And that's the most dangerous thing. They will not attack you immediately. Watatembea na wewe. They can even walk with you for 10 years. Wakijua, there is a commission I have. She kept bothering Samson day after day. They are bothers. They are dangerous people. They keep bothering you. They keep investigating you. They keep poking you. They keep... he got so tired of her asking about his secret. And he felt like he was going to die. You see, they cause you back unasikia. Roho yako imechafuka, umechoka. Unasikia, this person, they are nagging. He got so tired. Baka akaona nikufe. Fadhali nikufe. Huyu mama amenisumbua sana. Huyu mzee amenisumbua sana. Huyu mwanabiashara amenisumbua sana. Huyu anko amenisumbua. Huyu auntie amenisumbua. Huyu mom amenisumbua. Huyu daddy amenisumbua. This is all over. I see hadi mahali pamoja. Baka your father can be a vampire. Your own father amekuzaa lakini ni vampire. Your own mother can be a vampire. Your shosho, you can be a vampire. Your pastor can be a vampire. And he got so tired. Finally Samson told the leader everything. Finally, these people do not relent. Hello. Kama unangojea wakuache, watakusukuma baka ushike. Kioye. Kumbe ni hapo walikuwa nataka. Watakunagi baka uchoke. Ufike a point of no return. A point of chukua basi. Na uondoke. Bwana asifiwe sana. And this is what they are looking at. They will nag you. Watakusubua. Hawakuachagi, wanakaga ni kama kupe, kama kadhuia. Unajua kadhuia ukifanya hivi kanaruka hapa na kanajificha. Ama kanaruka hapa na kanajificha. Ama ile wale tumekaa huko pande ya Masai, kuna hizi mainzi za wa Masai. Inzi ya Masai ukifanya hivi, kutoa hapa inarukaga, inakuja hapa. Ukifanya hivi inaruka hapa. Ukifanya hivi inakuja kwa mdomo inakaa hapo. Hazitorokagi, haziedagi na haziogopi mtu, maana zimezoea wa Masai. Na zinatembea na Wamasai. Ni pattern parcel ya Mumasai. Kwa hivyo inashindwa wewe, kwani hujui uko territory gani? Na hizo maizi ukitoka kwa nchi ya Wamasai, uende kwa nchi ya Wakikuyu, haziko. Ukienda kwa nchi wa Kamba, haziko. Sasa ukienda kwa Wakisii, haziko. Lakini ukirudi kwa territory yao kwa Wamasai, unakuta ziko hapo. Na hasiedagi na hazina uoga. Ukifanya hivi inakujaga hapa. Ukifanya hivi inakuja hapa. Ukifanya hivi na inaenda kwa chakula yako, maana imezoea kukula nyama na Wamasai. Imezoea kukaa na Masai. Sasa inashindwa, who are you? Wewe umekujaje? Unanifukuza kwa nini? Maana Masai yafukuzagi inzi.
zinakaaga naye akikula nyama, akikula masiwa yake ziko hapo, akiingia kwa masiwa anahika na ulimi hivi anatoa na iachilia ndio iendelee kurukaruka huko juu. Lakini wewe utatapika, utaanza kusema kwa sababu hizi hujazoea, lakini kule zimezoeana. Bwana Yesu asifiwe sana. So these people, they will nag you, they are naggers, ni watu wabaya. Yani ako kwa mission, lazima atatimiza malengo yake kukumaliza. Maana mission ya Delila ilikuwa kumaliza huyu mzee kabisa na kumdestroy kabisa na aishe. Finally Samson told Delila everything. He said, I have never had my hair cut. No. Amepatiana ripoti. Na hiyo ndio alikuwa anataka. Because of nagging. Hakuna tactic imetumika, hakuna maombi imetumika, ni kuinsist. Amesubua mzee mpaka mzee akasema wacha kejugi ajehere, wacha niseme initoke. Hiyo kusema ilikutoke ilikuwa plan yao. Ndio hiyo plan ilikuwa ya kukuja hapa. Ndio ukuje uchike position, ndio hiyo position uitumie kuhangaisha wale wengine. I was dedicated to God before I was born. Usi sasa ameanza kunini? Ameanza kuropoka, ameanza kupatiana because of the kind of a person you having in your life. I was dedicated to God before I was born. If someone shaved my head, I will lose my strength. Don't think it's Samson. I will become as weak as any other man. Guys, Samson wake ano. Amepatiana ripoti yote. Na hiyo ndio kama mama kalikuwa kanafanya nini? Kanataka. Sasa huyo tu mama tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Toe kodo kuliko. Toe maisha ine wako. Ke boyfriend kile ukora nakyo. No ukora ne Delila. That girlfriend that you have maybe ni Delila. That businessman unamtrust. That worker, huyo mfanyikazi wako ambaye unamtrust kabisa ndio unaonaka ni yeye. Kumbe ni yeye. Bwana Yesu ni Delila. Sasa huyu jamaa amepatiana ripoti na hakupatiana ripoti directly, amepatiana indirectly as a way of amechoka. Wacha niseme aniachane katumia kaje here ne kandu bolire muno ke kaje, but he never knew it is a wider plan. Bwana Yesu asifiwe sana. What happens around us is a wider plan. Bwana Yesu asifiwe sana. So that's the kind of the people that we call the vampires. Sema vampire. The energy suckers. Unaona huyu jamaa Samson alisakiwa energy yake, akasakiwa energy yake, akasakiwa mpaka akafika. Wacha niseme tu, maana he was tired. Have you ever reached that level? You're tired. Umeshindwa nothing. Sasa kejere, kenyume, familia imekusubua, mzee alikufa. Sasa wewe ni wanataka tu kukunyang'anya shamba. Wanakusubua mpaka wanasema hiyo shamba nganda hata Mungu anapatiana shamba ingine, nitapatiwa ingine. Na unaondoka, unaacha urithi, unaenda. Na ulibarikiwa kwenye hiyo urithi, unaenda na watoto, unaenda kabisa, unaanza kuhangaika dunia mzima. Kwa sababu ya nini? Ulikuwa na shamba, but there's somebody, there is a brother in that family, there is a sister in that family. Amekunagi mpaka unaona ndio tashiro hiyo. Acha hiyo kesi ikae. Unaondokea na unaenda. Unakuta you have an uncle. Unajua kuna maanko wanakuanga. Unaona afadhali uende ukae kwa shetani kuliko kuitanishwa na huyu yako. Yako anasubua familia mzima. Anko anakuwa yeye ni msubuvu kwa kila kitu. Brother, anakuwa na brother, anakuwa huyo brother. Yani every time na nikarastibone. Si hata firstborn, nikarastibone. Lakini venye kana kumkoroga kwa familia mzima, baka mnainua mikono mnasema, "Mutike na mgodosha taona guareda." Bwana Yesu asifiwe sana. And it has reached that point because these are not genuine people in your life. These have a wider plan, but they come and their characteristics, they are very innocent. They are very good. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakujaga wakiwa friendly. Maana Delila alikuwa anamwambia atakula mlungula. Nageleza Samson kwa sababu alimshika akamwekelea hapa kwa mapaja yake. Sikio moja likaambiwa sikiliza the information ya ground na usikilize na information ya mdomo yako. Sasa akasikiliza ground. Aliposikiliza ground akasema sasa acha nipatie na ripoti ndio ground ikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ni watoto wa Rumi. Hapo wanaume hapo ndio sasa tunamalizi wangu hapo. Ninagero leo hao wadhikiria ground. Ukisikiliza ground unasema acha iende kama kai acha iende tutarudisha shuragera koike. Ukisikia mwanaume akisema shuragera koike, wanamwona ni ashara wanaga kuwa huyu amemaliziwa. Ameenda kabisa, hayuko kwenye mtaratara. Sasa tuangalie. Delila saw that Samson had told her his secret. Delila
so that Samson had told her his secret. She sent a message to the rulers of the Philistines, and she said, "Come back again, Samson has told me everything." So the rulers of the Philistines came back and brought the money that they had promised to give her. Kumbe kuna promise. Kuna kapesa kako mahali. These people ambao wako hapa wanakumaliza, they are at work. Ni kulipwa wamelipwa. Kuna watu kuna mahali anaitaka kuripoti. Wakati siri ilipuka, aliwapigia simu akambia, "Kujeni, niko na siri." Lehei besha. Ni mshahara dake lutaera. Lete pesa. Ndio unaona watu hapa kama sasa hapa. Ukiangalia sasa hapa in any organization that we are having, may it mfuafo, may it be political party, in the organizational structure ya political party ya Kenya, ama churches, ama whatever, kuna mtu wa intelligence hapo. Lazima government iplant, make sure imeplant. Anakuja atakuwa kama asha, atakuja kuwe kama security. They make sure that they get there, so that they have an ear of what you are doing. They have to know what exactly are you doing, what is the next plan, and they are involved in the planning. Bwana Yesu, hata mkipaga mnapagaga na wao, hata mkienda mnaendaga nao, na wanataka kujua every single movement ya maisha yako. They are good. Usiwafukuze, wacha wakae ndio wapate ripoti mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa kuna wanakuja kukumaliza, waache wakae, lakini be careful. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukae kama ile samaki kanaitaka kamogo. Unajua kamogo? Wangapi anajua kamogo? Gateru. Ile inakuwa na ndefu. Hiyo samaki ukishika hivi na monyokiaga hapa, ukishika padini na monyokiaga hapa, ukishika padini na monyoka. Sasa ukae hivi unamonyoka. Sasa umupatie kazi ya kumonyokaga. Usikuwe kama Samson. Usichoke na usikubali. Delilah saw that Samson, kawaida. Delilah got Samson to go to sleep. Unaona sasa? Wanakufanikisha paka umeenda umelala. Akimudhudhira. Wanajua kudhudhira. Wanajua kukupapasa, kugusa ile zinaitwa, ukienda kwa massage kuna flexology. Ni automology ama ni flexology? Flexology wanagusa pressure point. Unasikia atilete hapa kwa mguu hapa chini, kuna mahali panagusagwa na kidole hivi, una relax, atitoboka relax. Unasikia kuna mahali unagusagwa hapa hivi, katoboka ka relax. Unagusa sasa, by the time ukimalizwa kingine utakuta umeanza kungorota. Kuna wakati nilienda kupanywa masaji hapa juu, na nikaingia, mdemu akaniuliza unakwenda kwa masaji. Nikamwambia nataka ile flexology. Akaniambia ni 10,000. Nikamwambia sio nikatia, akaniambia labda 8. Nikasema sawa tu. Nikamuuliza what does it entail? Akaniambia sasa tunagusaga pressure point zote, pressure point. Nagusa kuna sasa, akaniletea picha huko mbele. Nikaona hapa kuna pressure point, hapa kuna pressure point. Kuna kila mahali kuna pressure point. Nikamwambia tuende safari. Kwa maana sijaisikia hiyo kitu. Nilisikia for the first time. Na kwa sababu niko na pesa, nikamwambia tuende kazi. Nikafinywa ya 12 nilikuwa na ngorota. Hata hizo zingine sijui kama nilifanywa, maana aliniita kuniambia okera. Si unaona sasa, the leader got Samson to go to sleep with his head lying on her. Jamaa alimtaro akaja ku dream Sayuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaanza ku dream akiwa Sayuni. Then she called in a man to shave. Yaani unaona adhudeiro kama sasa hiyo ninajua ni nini nilifanywa. Nililala kama hiyo, nikiuliza huyo mama aliniambia wako mama dhambi, nikaangalia saa kwa sababu niliingia saa 8, nilijisikia saa 12. Akaniambia milala masaa kama ngapi? Kama 3 hapo kingorota. Na nyongorotaga. Hata nilikuwa nangorota. Bwana Yesu asifiwe sana. Then she called the man. Maana kamirara amevinya pressure point. Alimwekelea hapa akasikiliza ground, akarara. Alinyolewa bila kujua. That is how manipulative they are. That is how characteristically, how powerful they are. Utanyolewa. Koheni ya. Gukenagioga. Wewe mzuri. Wewe mama. Ade ukikuja kujisikiliza, ile biashara ulianzisha imeanguka. Ile kitu ulikuwa unataka kufanya imeanguka. Ile kazi mfanya kubwa ndio hiyo imeenda chini. Abia mwesa kukue kama kamogo. Kamogo ni kamiruka. Kikagusa hapa, kikagusa hapa, kishika hapa, kanaguka kanarudi. Nakakirudi kwa maji, hutakashika tena. Kaa kama kamogo. Don't allow yourself. Hawa mavampire ni wabaya. They are blood suckers, energy suckers. They will suck your energy until they make sure they have manipulated you. Angalia sasa jamaa.
Jamaa mwenye alikuwa na nguvu. Jamaa alizaliwa na nguvu. Na alizaliwa akiwa a Nazarene. A person that chosen from heaven to come on earth for a mission. Ameshikwa na kamama tu. Na kamama nasikia dalili akalikuwa kamama kamkode. Kamkode kabisa. Ate Johero na onyiti huko. Lakini kijamaa very powerful. Na imagine kijamaa kilishika nyumba kama hii kikainua inaanguka chini. Kalikamata na kamama kametoshanaje? Kametoshana hivi. Because it is not about the energy. It is about the manipulative systems. The vampire. Kukunyonya. Kukunyua ginya akakunina. Anakuaga. Umeona huyu mama kama ako na haraka? Hana haraka. Mos. Ali insist on the program. Ali insist. Hakuachilia. Ata insist on the program. I insist on the program. I insist. Baka uchoke. Baka u give up. Alafu ukijua sasa ume give up, anakuwekelea hapa. Lelege. Utaamka ukisikia nywele imeenda, energy yako imeenda. They come and drain your energy. Praise be the name of God. And he called a man to shave off the 7 braids of Samson. 7. Kwa nini alikuwa na 7? Because it was a covenant. Number 7 is a covenant number. Bwana Yesu asifiwe sana. It's a number of perfection. It's a number of completion. So that is why you complete and you do a signature. It is a number of completion. A number of a covenant. So kwa hizi nywele zake there was a covenant of God. Kwa hizi nini? So whatever they want to destroy from you, it is that covenant that you have with God. Because that covenant that you have with God carries your destiny. Carries what you're going to become. Makes you become what the intention is. Praise be the name of God. And that is the most important thing to understand. The interest ya huyu mtu vampire ni kukuja kuvuja maagano yako na Mungu. That is the main objective. Hii ingine mtafanya, mtakula, mtafanya, mtatembea na mtakaa katika maisha mazuri sana. But once they get you, they make sure they cut the covenant. Akanyoa nywele Samson of the 7 braids of Samson's hair. In this way she made Samson weak. His strength left him. Na hii maisha nimeipitia hapa. Wacha niwaambie. Unajua muelewagi vizuri. Iyaka kama maisha miaka 3 imepita. Nimepitia hii maisha ya Samson. At some point nilinyolewa. Niko joketa wikala. Nikiprepare hii sermon nilikubuka instant zangu hivi nimepada. Mavampaya wakikusaraudi na wanakuikaka juu, wanakuekelea kwa kiti kingine, wanakutengenezea kiti ya mfalme Solomoni, Suleiman, wanakutengenezea kiti mzuri, wanakuekelea juu in a comfort zone na makakole hakela tu. You don't struggle. Ona hiyo ni mamaleko here. Apostle tuagiro niko naka. Alafu hapa nyuma kuna mtu anakugoga tuito to pressure point. Huko kwa mguu kuna mtu anaguzaguza mguu yako. Ndugu gikarogoga kiona we king. Nobody like you. Adomagati. Ukasikia ukianza hiyo story. Adomagati. Nimeona no ndira hujiri adomagati ati. Ndira hujiri kiwa kila na power. Unakuta kila mtu sasa unaanza kujitafutia sifa kutoka kwa watu. The moment we ameanza kujitafutia sifa, you are done. Ulinyolewa. Because now you are not you. The spirit that was with God, that was you, has gone. Praise be the name of God. Now you are operating in vagueness. That is why ukitaka kujua mtu wako na anointing hatafutagi sifa hata kidogo. Akimaliza ile kitu alikuwa anafanya hata atakagi watu wajue. Yesu alikuwa anawaambia usiende kusema. Lakini miracle ina betray Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. In this way she made. Then the leader called out to him, Samson! Aiwaleu. Umakale yani akamwambia, "Hey dukata. Ile tuko moja taka. Dukata." Dukata ni naturathimire muno. Ila kigo kia ila letare ni urahunjaga. No ni ramenya ni akwenjire alikunyoa kitabu na anataka kutest kama kuna kitu naelewa. Hakule nywele lienda. Dukata, man of God, MOG. Man of God, ama MOG. Unasikia apostle. Wengine wanaongezea kitu apostolo. Ni apostle mpaka mtu alikuwa anakuitaga Waruinge atia. Sasa ameanza kukuita man of God. Mpaka unaanza kusikia ni anamenyire the man of God ile. Adebere. Ile dole jwele. Ulinyolewa. Ulimaliziwa kitabu. Hapa niligogwa. Hapa kwa hii kanisa niligogwa na mama.
Walinifanyia kazi vizuri for 2 years mzuri, very 2 years mzuri. Nilifanyiwa kazi, ni Mungu tu kunipenda, maana sijamaliza mission. Akaniambia wewe kuja na hapa nyuma ya tent. Nikapelekwa nyuma ya tent, ndio gikariode ni mwathani akijira nikwendete no ni urahitia na tondu nikwendete ndende urute wira ri ucoke wira-ini wakwa kana gwike atia nguhinye wewe na nimefinywa. Hapa nilifinywa mpaka nikajua hii dunia ni kitu kingine. Yani watu walikuwa nakuja hapa gitio kila kili andu acio. Watu wako na heshima ya juu na tupesa twao ni tuzuri twa huduma. Na maono mazuri na mipango mizuri ya kupaga huduma ikae mzuri, kumbe ni madelila. Unajigisa box pole anakuja na kuachia 50,000 aka 100,000 eci cia gutungata, eci ni cia tungata na cio cidare eci ni cia kucia muhuko ikira muhuko. Mũndũrũme ndathiaga ndungata ya Ngai ndedia nĩcemanagia na mũndũ ina gathĩna igeka atia. Sasa ukisikia huyo mama amekuja Monday, tena nakwambia atakuja Thursday na atakuja na the same package. Alafu mũndũ toyo wai nĩ kuhoya tigiti na tendera kuhoera muno. Urahoera ki na hena mbeca na jino anakuombea nini na mwenye pesa amekuja? Maombi nishafika, wewe enda kado, ondoka kado. Sasa unakuta unaondoa watu wote wale waliitwa kusimama na wewe. Sasa na yeye huyu amekuja amekupatia ka 50. Anakuambia lakini kuna hii kanisa usipochichuga, kuna watu wako kwa hii kanisa bao they are not very good. Nilipokuwa nikiomba niliona nyoka ikasimama mbele yangu. Alafu kuna mwingine naona nilipokuwa nikiomba niliona kamanki kakiruka. Sasa anakuja ku make sure amemaliza every person who can see what she is doing. Bwana Yesu asifiwe sana. They will be killed one by one. Na kwa sababu ya kapesa ananiachia kapesa. Sasa na mimi wewe naolege besha. Wewe naolege besha. Hapo kana twende tukakunywa chai. Wapi? A place of your choice. Mimi kama namwambia na kunywa chai Serena. That is even better huko kwage na maneno mingi. Tuende Kasaka jioni karibu na swimming pool jioni kuna kuwaka na kagiza. Sasa hapo ndio utalalia nini? Hapa ndio usikilize ground. Ukisikilizia ground hapo, unaenda kwa Kashagwa wa Bonyoro huko. By the time urudi ushamaliziwa. One. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, chronicle gospels. Chronicle gospels. Waita tu gospels. These are the people that are here. Hawanaka topic ingine, ni topic ya mtu huyo mwingine. Na anakupatia story na ukiondoka sahani yako inawekelewa juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio wanajuaga ni mtu ni nani hasaagi, ndio wanajuaga ni nani yako na pesa, ndio wanajuaga ni nani anafanya, ndio wanajuaga ni nani hafai, ni nani hafai, ati huyu akiguza hapa, hii itafanyika. Nani alikuambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Who gave you the role of being a judge? When did you become a judge? Are you the man? This is a house of the Lord. Sasa unasema huyu mama amekuja na venye amenyoa nywele, anaonekana nywele yake na nywele inatia inatia modo mohonoku. Kule modo uramenya nywele yako ti yake tia modo mohonoku. When did it become your business to know somebody is here? When did it become your business to know hiyo mtu ate unaona venye hata siku hizi anatembea unaga na radio neke we maudo maria mamukorete ni marito kiundu kira kiukorete mundu ucio ndio nataka kunina mieri iri uroke hetio heje hanini ukonde kidogo ucio ri ona ndrona ni akinyete waya. They know it all, and these are dangerous people and failures. These people will never progress, and they never progress. If you have ever discussed the failure or something against somebody ambaye huyo mtu alifaa kwa sababu ya any misfortune ambayo anaipitia ama kitu ambacho anakipitia ukanena against her, it has happened to you, it will occur in your children, itafanyika kwenye life yako, lazima utakutana na hiyo kitu, because it is a curse that you've taken towards yourself.
umechukua hiyo laana. Kwa hivyo ni vizuri sana avoid any person ambaye akona, they talk behind others back, meaning they will do the same to you. Watakupatia story kuongea kuhusu tusegenye mwaneki, alafu ukitoka story yako ndio inawekwa juu. In the book of Proverbs, chapter number 16 verse 28, Proverbs chapter number 16 verse 28, these people wanakuaga sana na wanakuaga kwa kitchen. Hawa watu gossip people wanakuaga kwa kitchen. Kwa hii kama hii kitchen yetu hii hapa ndio maneno inakuaga hapa. Wanaigiaga wa mama kama 6. Sasa wana discuss mtu mmoja na anadiscussiwa, anasemekana fulani anakuaga fulani anakuaga, na wao ukitoka yako inawekelewa juu yake inawekelewa juu. Mpaka kuna watu wako hapa wanasema fulani na fulani hafai kuguza kitu ya kanisa, na inafanyikiaga hapa, hafai kuguza kitu ya kanisa. Kwa nini? Hata si unaonaga yeye, hata venye amekoda, si unaona ni kama yeye ni mgonjwa na loko ni murwaru, ni matawa makuibeti. Troublemakers are always causing problems. They are always, see ati ni kitu inaisha kesho. They are there always to cause the problems, the challenges of life. They are there to gossip. Their gossip breaks up the closest friends. Their work is to make sure the closest friends have been broken. Any relationship has been broken. Anything. That is their work. That is their ordination. They are ordained to do that job. Kazi yao ni hiyo. Matire wiroge. Osho juko mihahe yangania ngania rekire ngania radhire na dikwishe baka wanajua bahasha ile unatoaga ni pesa gapi. They know. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema rutiriane getha kwiyendithiriria because these are never intentioned to be there. They are there to make sure whoever that comes to do the will of God has been cut. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the most dangerous people. And number 3 person, they manipulators. The manipulators. They twist situations to make you feel guilty. They will twist the language, they will twist the situation, they will twist the things to make you feel guilty. Their work is to make sure hata ukikaa tu na yani atakulete tu wewe umemkamata. Kama sasa sisi wanaume tunakuaga hivyo sana, umenikamata na mwanamke, but kile kitu nitafanya twist hiyo maneno yote baka wewe. Kuna siku nilishikwa na mke wangu nikiwa mahali tulikuwa na mdemu, alitushika vile vizuri sana tukimumunyana kabisa, lakini nilimgeusia baka hata yeye akafeel guilty. Baka kaniambia sorry mama, sorry digashokera rege. Nikajua nimeshida, but I was shika kabisa baka unasikia baka unatetemeka, ni ule wake wa maudu magioka matagathiti magagioka, but I was able to twist the story. Nilisema huyu mwanamke ni mchawi. Ona dakena muno dakuona dakena tamenya neka yuwa gutuma tondu ria anyitirio guo nijiguire ndagahinya maguru. Mimi nikakosa, darling babe, ninaweza kufanya kitu hivi kama hii, si unanijua, si unaoma hata I love you darling. Komeno yanyu mirakoi alogia manyu nikalia machozi. Muki akakuja kanishika kaniambia tokarire rege. But that is a spirit of manipulation. I manipulated her. I did wrong. I sikufanya vizuri. Until today I remember that thing. Na ninafiri sikufanya vizuri. That is si mzuri. Maana alitushika. Na alikuwa ametusense. Maana alikuwa ameona. Unajua mwanaume hawezagi kujificha sana. Tutihota hakwehitha. Tweyuburaga na ihenya. So nikakamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. But because of the spirit of manipulation that was in me, I was able to manipulate the 2 ladies. Huyu nikampiga teke na nikamwambia mchawi na nikamtusi na nikampiga kofi kapi bili ndio aondoke goli, nirudi na huyu kwasa. Nidili na yeye, wewe tutakutana na huko chini. That is a very dangerous spirit. Na hiyo inakuaga hapa kanisani, inakuaga kwenye mabiashara, it is in the family, it is all over. A spirit that creates you look like wewe ndio umekosea na wewe ndio umekosewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Not everybody that is of katika maisha yako ambaye anafaa. Yani sio kila kitu kizuri ni kizuri.
Na sio kila kitu kibaya ni kibaya. Ni kibaya kwa sababu the reason of it today, it was not wanted, so it is not worthy. The reason you are here today, you are not supposed to be with us today, so you are also not worthy. But if the reason is correct and the purpose of you today here is correct, it works together. Number 4, perpetual victims. Perpetual? What is perpetual? All the time they are victims. Ushaikuwa na brother anakuwa ni victim all the time. Nimwalekereirie mutinyo na gatade modo. Ni anajokaga tudoka tugakora ande akorire jeri magetaha maye hana na matige geithia. He is always crying. He is always there because he's always a victim of circumstances. Perpetual victim. They refuse to take responsibility and blame everyone else for their choices. They do wrong choices, they blame you. They found themselves in a wrong place, they blame you. They are walking over there, they blame. They are always there with a blame. Anything, their wrong choices. Abaso wamefanya. Kabiashara kake kalianguka. Tigane mundu mukore ndahikirie ni ndathiete wega muno ndahikia kimundu muka kiuri. Gigekati agigithukia wira. Ginya kaja kumutungira kerebo. But they are very dangerous, those people. Perpetual. They are in the families. They are brothers. More especially firstborns. They are perpetual. Perpetual what? Victims. Firstborns or the lastborns. Akikosea maisha. Kwanza firstborn akiteresa kidogo. Familia msima mutabeba hiyo msalaba. Forever in life. Hiyo msalaba ni yenu mutabeba. Na atakuwa akisema ni mami danye dete. Kumatene ni mami dakorogwa nyedete. Kumatene ni fafa nyonaga tu akaiwa kamena. Ni nyonaga taitare wa mushi uyo. Nyonaga tatua kirena mami. Yani na unaangalia nafanana na nani na baba yake. Lakini kwa sababu kuna kakitu alifail. There is a situation alifanya kitu kibaya. Akafail. Akakataa kusikia. Sasa the blame will be carried by the family. The blame atakuja hapa, ashindwe kazi yake, alipatiwa responsibility, badala ya kufanya ile responsibility alipatiwa, ameshindwa. Anaanza sasa kuongea maneno mingi, naongea hapa, naongea hapa, naongea hapa, naongea hapo, because is a perpetual, anatafuta kitu inaitwa sympathetic. Watu wakuwe sympathy kwake. Ile sympathetic idea ya tunaanza kumhurumia, tunaanza kumsaidia, tunaanza kumshika mkono, maana ni kama alikuwa attack. Ni ile kanide no, daigwire tumie manoli leo huruma keji kuniataki. Arumia mekanide ori ninyi na the man manyo na todo de muthakari makaona riu ni jua kindu kigekenyita kwa gukarigo ni kitu gigekenyita wacha. It is, you are a perpetual victim. You are always a complainer, complaining everything and anything. Ati nige kanide sio waku ri kuna watu wanakuja kana kanide sio waku ri atumie orue kai kawokete kuona atumia ulikuwa kubile kuangalia atumia si kwani kanisa usiuliona kwa runinga ukiona kwa runinga uliona wanaume tupu si uliona kukiwa na wanawake ulikuja ukijua kuna wanawake ulikuja ukikuwa kuna wanaume basi kuja utulie usikuja kufuatafuata wanaume. You never came because of these women, you never came because of these men, you came because of the word of God. Maana ulisikia neno likakuingia, halikupitia kwa mwanamke, ilipitia kwa mimi. Atekanide eria romia ruwe na nini urera na demodurume ni mimi unaambia ati iko na wanaume wabaya, kwani mimi nimebadilika nimekuwa mwanamke? Bwana Yesu asifiwe sana. So these are things that you need. These are perpetual. Umepatia mtu kazi, kila ukimwachia hiyo kazi lazima complain, mimi sikuambiwa, mimi sikuitwa, mimi sikuendea, mimi sikuwa aware. Na ni kazi ni yake. Who else was supposed to be aware? Na kazi ni yake. Yeye ndiye anafaa kujua kuchora road map. Tutacheka hii nyumba hapa. Sasa obviously nikipatia food, si mimi nikuja nipime, ni apime. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ataanza unajua ile food tulikuwa tumenunua ni ile ya Kale Francis na siku hizi wanatumia na ya Japanese food. Sasa tunashindwa inaigililia wapi? Mimi na Kale Francis na Japanese zinaigililia wapi? But because you are always a perpetual victim, you want to be looked at, you wanted to do, but because of some people hindered you. Bwana Yesu asifiwe sana. And those are the characteristics of the people that wamekuja. They did not come to help you, they came to destroy you. But they came using a nature
It has a nature, either being a vampire, either being a perpetual victim. It is a nature. That is the calling ili ametumika nayo kukuja baka kuja akumalizie. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the moment they start complaining, ataabukisa wengine. Ukiangalia wale watu wana complain na watu chronic gossipers ni wanaabukisa naga, because gossip is a spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Victim, being a victim, victimization is a spirit of victimization. Ya kulete mtu until you are able to break those kind of spirits. And the number 5, tumalizia number 5, I had said 4, like let me do the 5 one and tumaliza naona masaa imeenda sana. Envious people. They are secret competitors. Envious. Yada kewiru. Yani wakiona umenunua kashati kazuri. So these people, they are secret competitors. They are fighting against you. They will come and pretend like they are supporting you, but they came to compete with you. They came to break down you. They came to stop you from becoming, from going, from becoming successful. They have no intention of making you succeed. They came to bring you down. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ile vitu wanafanya unakuta kuna tu vitu wanafanya intentionally, but you think they are praisers. They will come and praise you. They come and say, "Oh, man of God, you are really anointed. Man of God, I will want to work under you. Man of God, I want to serve you. Man of God, I want to be this. Man of God, oh, kumbe ni nyoka inakuja kujipanga na inakuja na inakuletea mayai. Unafikiria ni mayai ya kuku, kumbe ni mayai ya nyoka. Na inakwambia lalia hii kwa sababu ndio tuzae watoto wengi, ilaliwe vizuri, wekewe vizuri. One day morning utakuja ukuta tunyoka tunatembea huko. Imezaa na imespread. That gossip goes like a bushfire. That gossip goes like, unakuta kanisani kama hii utakuta watu wa kanisa, adu wa kanisa mage discuss meha yakona ine na matire haginya rent goko, matire ma contribute ginya rent no mega kona kale mage discuss ya apostle. Niyo na apostle the Christian ona dali na anointing. Apostle the Christian the mono. Akomete na atumia the nani atumia mana discuss akomete na ke na atumia the no mate kometo now. No ni akomete na atumia the kanida no mate kometo na ke now uwetia kanida nemekora. But if you find a church that discusses the spiritual anointing there, you have attracted yourself a curse. You will die soon than later. You're going to die spiritually. You even die physically. Kazi zako zinafugika. Ukitaka kujua wale ukiingia kanisa ukute kuna roho ya umasikini kubwa amongst the members of the church, niyo roho ya kudiscuss mchungaji. Because I am your prophet. That's the Bible says in the book of 2 Chronicles chapter number 20. Respect and obey your prophets and you shall be prospered. The prosperity, the growth, that is why God brought you to my hands, so that I'll be commanding blessings to you. I'll be commanding prosperity. So the day you discuss me, wherever you discuss me, hata kwenu kwa simu, kwa WhatsApp, whatever, you have disconnected yourself. You will be here, but this altar will not be a blessing to you. It will never. It can't give you. Hata nilikatasa na hata sana nikatasa. Any gossiper in this church, usiwahi mpatia kitu. Yes, never receive anything. Never receive any blessing from me, because you are a destroyer of my destiny. Because when you gossip about me, you are not killing me, you are killing the ministry. You are killing everything that God has given unto me. And I command, and I repeat it again, whoever that is a gossiper here will never receive anything from this altar. Will never receive my blessing. I will release, you will be cast forever, because you are not worthy to be here. You are not worthy to be my part. You are not part of my destiny. You are not part of what God has given me. Yes, I'm going there. Na tukienda huko tunakuwa tunabarikiwa. Na unaona kuna watu wana understand this is a man of God, and they respect the anointing and they get the blessing. But you come here, you find there are people who are really struggling. They are struggling. You ask why? Na kuna wewe ndio ulisikia, sitaki kusema ni maashas, lakini nataka kutumia ashas. Ashas ndio anashikiliaga mtu akianguka, si ndio? Wanakuja huyu mama hakuwa au kama gorota nyamo yadi amekuja huko ginya ruko goroki nyetako na rugero kinyeta jurene todo taria radi na weke huragia ruko, unakuja unamshikilia anaanguka chini, na akienda ukimaliza miezi 3 anakuja hapa, nimekuja kutoa testimony. Siku ile uliniombea, nilienda, pesa yangu ilikuwa imekwama shilingi milioni 10, nilipigiwa simu.
Sasa akikuja hapa aanze kupigia Asha mmoja, kwa sababu of course mnachukua kama namba za maasha kwa sababu ya kutafuta connection. Sasa ukienda huko ukikuja unaambia Asha nenda ujuke kuna apostle dina testimony ile ni riada hoiro kuma riada hoiro maisha mako ili change. Sasa niko na gari Prado, nimenunua hata shamba, ile shamba yangu ilikuwa imepotea imekuja, vitu zangu zimesimama, kila kitu, hata watoto wangu wamebarikiwa. Haya, praise Lord, that's a good one. Sasa kutoka hapo Asha naita Asha nyingine, unaona yule mama alikuwa hapa, huyo ni devil worshiper, alenda kunina pastor wetu au enda mieri 3 kuma hoero, ako na Prado, ako na shamba, ako na nini, watoto wake amepedutia shule. Hiyo ni kweli? Hauhega kweli? Na ni Asha wa kanisa, ni leader, ni elder wa kanisa, ni mtu ambaye ni chairlady, ni chairman, ni mtu ni treasurer wa kanisa, lakini she does or he does not believe in the God in the place, because her belief, yani Prado lazima iletwe na shetani, shamba lazima iletwe na shetani, kila kitu lazima kiletwe na nani? Na shetani. Na anakuambia I am a son and a daughter of the most high God, my father is the owner of silver and gold. Sasa baba yako ameleta silver na ameleta gold, na bado anasema nikukuja na kuja na mercury. Nasema how ni goma because you are a gospel, you are a dangerous person, you are an envious person, mtu ambaye you never want somebody to go. And these people, this roho inakuwa sana na mapastor, associate pastors. Bethel Clouds TV, empowering lives.